Msichana anayefahamika kwa jina la Christabel amefariki baada ya kwenda kufanyiwa surgery ya kuongeza shape. Huyo Christabel ni Nigeria na hiyo surgery yake alifanyia hapo Nigeria, kwenye hiyo clinic ambayo wanajitangaza kama watu ambao wana experience, watu ambao wamefanya kazi UK na nchi zingine za kwa Western. Na wakati anaenda kufanya hiyo surgery alilipia shilingi milioni 3 pesa za Kinigeria, which obviously ni pesa nyingi sana ukilinganisha na clinics zingine ambazo wanachaji kufanya hiyo surgery hapo Nigeria. So wakati anaenda kufanya hiyo surgery aliaga marafiki zake akamwambia, naenda kufanya surgery sehemu fulani na nitarudi baada ya siku kadhaa. So obviously marafiki zake walikuwa na expect yeye kurudi. So Christabel akafika hospitali, kafanywa surgery yake vizuri, ikawa successful, kwa hakuna shida yoyote. And then so akakaa pale hospitali kuendelea kuangalia hali yake inavyoendelea. Kwa bahati mbaya akaanza kubleed sana. And akawa ameambia wale watu ambao wanamwangalia kwamba isee na bleed sana, naombeni mniangalie, like what's going on. Akawa kama haelewi nini kinaendelea. Lakini kwa bahati mbaya wale manesi na madaktari ambao walikuwa wanamwangalia wakawa wanampotezea, tunasema no, it's fine, hakuna shida yoyote, wewe endelea tu kukaa hapo. So wakati yuko pale hospitali alikuwa anaendelea kuchat na marafiki zake, ana update ni kinachoendelea hapo hospitali. Akanambia najisikia vibaya, damu zinatoka sana, lakini wananiambia tu nipotezee, like it's nothing serious. Baadaye akaacha kuongea na marafiki zake. Marafiki zake wakawa wanatuma message lakini mtu hapatikani. Kwa wakawa waelewi nini kinaendelea. Wakawa wanajaribu kumpigia simu lakini hapatikani. Ikabidi wajikusanye, wainuke waende wakamfuatie pale hospitali ambako aliwaambia kwamba nitakuwepo. Rafiki zake kufika pale hospitali wakakutana na huyu daktari, wakamuuliza mtu fulani yuko wapi, tunamtafuta hapatikani. Huyu daktari akawapa tu barua kwamba rafiki yenu yuko mortuary, nendeni mkamfuate. Hasa rafiki zake wakamwambia, ulimwambia nani kwamba rafiki yetu amefariki? Kwa nini mpeleke mtu mortuary? Hamjatoa taarifa kwa ndugu, hamjatoa taarifa kwa mtu yoyote. Mmempeleka mortuary afu mmekaa kimya. Wakaanza ku-cause commotion pale, watu wakakusanyika. Huyu daktari sasa akawa ni kama anawajibu kama hataki vile. Kukawa na kelele mpaka wakaita polisi. Wakaita polisi kuja kumkamata huyo mtu, kwa sababu rafiki yao kwanza inavyoonekana like amefariki kwa sababu ya uzembe. Baadaye wakaita polisi, huyu daktari akawa amekamatwa. Ile enda akatoa maelezo kwa nini mtu afariki afu hamjatoa taarifa. But yeah, story kwa kubwa sana mtandaoni, watu wakawa wanamlaumu msichana, kwa nini uende kuongeza shape wakati tayari wewe ni mzuri, una rangi nzuri, like uko vizuri. Kwa nini yote hayo na sasa umefariki na nini? But kesi yake bado inaendelea, bado haijaisha. So najua wengi wetu tushaisikia kitu kinaitwa dark web. Ni pati ya internet ambayo watu waga wanaonywa sana, jamani usiingie kule kwa sababu kuna vitu vya ajabu sana. So around mwaka 2001 tarehe 19 Novemba, kuna huyu kaka anaitwa Frankie aliposti tangazo kwenye dark web. Specifically kwenye site inaitwa The Cannibal Cave. Yaani hiyo ni kama sehemu ambayo watu ambao waga wanakula watu waga wanakutana sehemu hiyo. Tangazo lenyewe ndo hili hapa. Alikuwa anasema anatafuta kijana mdogo kuanzia miaka 18 mpaka 25 ambaye ana mwili wa kawaida ili ni mkatekate ni mle. Huwezi amini, lakini message yake ilijibiwa na huyu baba upande wa kushoto, na aliyeposti tangazo ni huyu baba upande wa kulia. Huyu baba aliposti jibu moja tu akasema please eat me, yani naomba unile mimi. Basi Frankie baada ya kupokea ile message kwamba kuna mtu anataka kuliwa, akatuma hii message akasema naomba unitumie urefu wako, nitumie una kilo ngapi pamoja na picha zako. Na baada ya kuchati almost mwezi mzima wakawa wamekubaliana kwamba wakutane kwenye nyumba ya Frankie. So huyu baba aliyekubali kwenda kuliwa, ngoja tumuite Michael baada ya kuwasili kwenye nyumba ya Frankie alikuwa na request moja tu. Akasema kabla haujanimaliza naomba ukate sehemu zangu za siri tupike tule. Ndio unaweza kumalizia kunikatakata baadaye. So kweli Frankie akafanya alivyoambiwa, akamkata sehemu zake za siri, na kwa sababu alikuwa ana bleed sana akamweka ndani ya bathtub ili asipate shida ya kusafisha baadaye. Lakini huyu Mike wakati anasubiri chakula chake kiive akaanza kuishiwa nguvu kwa sababu alikuwa na bleed sana na anatoka damu nyingi sana. So alishindwa kula hiyo nyama ambayo alikuwa anataka kula kwa sababu kwanza Frankie alikuwa ameinguza, lakini pia alikuwa ameishiwa nguvu sana. Na baadaye kwa sababu nyama ilikuwa imeungua sana, Frankie akampa mbwa wake ile yale hiyo nyama. And baadaye akamalizia kazi yake, akaweka hiyo nyama ambayo amekatakata kwenye fridge. And alikula hiyo nyama almost miezi 7. Na baada hiyo nyama kumalizika, akawa ameenda kuposti tangazo lingine. Sasa kulikuwa kuna huyu mwanafunzi wa chuo ambaye alikuwa anapita kwenye hiyo dark web, akakutana na hilo tangazo, akawa amepigia simu polisi akasema hii kuna mtu ameposti 1 2 3, naomba mumfuatilie kwa sababu anaonekana yuko serious. And baadaye ndo Frankie kufuatiliwa, polisi walipokuja hata kudeny chochote, alikubali kwamba ndio nimefanya hivi na hivi na hivi, na pia alikuwa amerekodi alichokifanya. Kwa polisi waliziona hizo videos.
Some videos zipo kwenye internet, lakini sikushauri uende ukazitafute, maana ni mbaya sana. So baada ya hapo Frank ndo kukamatwa, kufungwa jela kifungo cha maisha. Lakini Frank mpaka leo anasema yeye hakuua, lakini huyo mtu alijitolea tu. Hii ni moja ya stories ambazo ukifuatilia vizuri, ukaona picha, videos, hauwezi kulala vizuri usiku. So sikushauri kwenda kufuatilia zaidi. Mambo guys, so around mwaka 2020 msichana anayefahamika kwa jina la Ijeoma kutokea Nigeria alipokea simu ya kazi ambayo ilisababisha kifo chake. So Ijeoma alisoma mpaka chuo na alimaliza na degree ya psychology. Lakini kama tunavyojua mtaani hakuna kazi. So akaamua aende akatafute namna nyingine ya kujipatia kipato. Akawa amejiandikisha kwenye course ya makeup artist, akasoma, akamaliza, and then akaanza kufanyia watu makeup. Na hiyo siku alipigiwa simu na mteja akihitaji kwamba siku fulani naomba uje unifanyie makeup. Ijeoma of course alikubali hiyo tena, maana sio mara yake ya kwanza kufuata mteja nyumbani kumfanyia makeup. Lakini wakati anaongea na huyo mteja kuna kitu alikuwa anahisi kama hakipo sawa. Wakati anamuuliza location, nikifika niende wapi, yule mteja tu akamwambia kwa mfano labda ukifika Ubungo wewe simama tu stand, mimi ndo nitakufuata. So yale maongezi na mteja alimfanya Ijeoma asite kidogo kwamba huyu mtu kwa nini anaficha location yake, like what is going on. Lakini kwa sababu alikuwa anahitaji pesa, akaamua tu tume namba ya huyo mteja pamoja na location anayoenda kwa kaka yake kwamba hey, siku fulani nitaenda sehemu fulani, in case chochote kikitokea uwe na information. Kweli siku ilivyowadia, Ijeoma akajiandaa akaenda kwa huyo mteja. Haieleweki ni nini kilichotokea Ijeoma alipofika kwa mteja wake huyo, lakini tangu siku hiyo Ijeoma hakuonekana tena. Kaka yake pamoja na mama yake Ijeoma wakaanza kumtafuta mtoto wao kwa sababu alikuwa amewaelekeza nitaenda sehemu fulani, lakini hawakumpata. Ikabidi waende polisi wakaripoti kwamba ndugu yetu hatumuoni. Polisi katika kutafuta wakakuta mwili wa Ijeoma umetupwa pembeni ya barabara kama amemwagiwa asidi usoni pamoja na kukatwa baadhi ya viungo. So ikawa ni kesi ya mauaji. Kwa sababu Ijeoma kabla hajaenda kwa huyo mteja alikuwa ameacha namba ya simu kwa kakake. Kakake akawa amepeleka kwa polisi. Polisi baada ya kuifuatilia hiyo namba wakagundua hiyo namba anatumia mtu fulani na yuko sehemu fulani. Kufika huko wakamkuta huyo mdada ambaye anaitwa Chioma pamoja na kaka yake. So wakawa wamewakamata wote. Baada ya kuwakamata na kuwafanyia mahojiano ikaonekana kwamba huyu kaka yake alikuwa hahusiki, ni huyu Chioma peke yake. Na baadaye katika mahojiano wakamuuliza kwa nini umemfanyia hivyo mwenzio, akasema ni kwa sababu huyu msichana Chioma alikuwa na date na ex boyfriend wake. Na hiyo ndio alomkasirisha akaamua kumuoa mwenzie, na alikuwa hana plan ya kufanyiwa makeup wala nini. Around mwaka 2024 huyu Chioma alihukumiwa kifo. Sometimes ile roho kusita inaweza kukuepusha na mambo mengi, cause huenda labda Ijeoma angesikia hiyo roho yake kusita kwamba kuna kitu hakipo sawa akaacha kwenda huko, labda mpaka leo angekuwa yuko hai. Lakini anyways yameshatokea. Leo bwana nikutana na story ya msichana kutokea Kenya anaitwa Maya, ambaye alikuwa anaelezea jinsi rafiki yake alifanyia tukio la kushangaza. Anasema yeye alikuwa ni Mombasa na aliamiaga Nairobi kwenda kutafuta maisha. Na kwa bahati nzuri akawa amekutana na mzungu ambaye alimbadilishia maisha na maisha yake akawa yako vizuri. Sasa kuna kipindi amekaa Nairobi, akaamua arudi kwao Mombasa kwenda kusalimia. Maya alipofika Mombasa, alikaa siku ya kwanza, siku ya pili huyo rafiki yake akawa amemtafuta, ngoja tumuite Kiberiti. So Kiberiti akamwambia Maya, umekuja Mombasa hata kututafuta, sio nini. So wakaanzia story hapo. Baadaye Kiberiti akamwambia Maya kwamba baadaye kuna party iko sehemu fulani, naomba tuende. Maya of course alikubali kwa sababu yeye na Kiberiti ni wamekuwa marafiki muda mrefu. So akawa amepanga plan tutaenda muda fulani. Muda ulipofika, Maya akamwambia rafiki yake kwamba wewe tangulia huko tunakwenda, mimi nitachukua tu Uber and then tukutane huko. Lakini rafiki yake Kiberiti akasema mimi na boda wangu ambaye atatufanyia bei rahisi na nini, usipoteze hela. Nishotaka na mconvince Maya kwamba aje amchukue and then waende wote na boda moja. Lakini Maya akasema wewe sema ambao ulipo na tunakoenda ni karibu zaidi, yani ukitaka kuja kunichukua mimi ni sawa, narudi nyuma. Lakini rafiki yake akasema hamna shida, mimi nitakufuata tu, usafiri utakuwa bei rahisi. So Maya baadaye akawa amekubali and then wakawa wamechukuana wameenda sehemu husika ya kupati. Walipofika sehemu ya kupati, Kiberiti akawa anaonekana ni ana mood swings, yani mara atake kukaa, mara anasema anataka aondoke na nini. Mara anasema alikuwa anakasirika kwa sababu yeye ndo kamwalika kwenye hiyo party. Na party inaenda vizuri, yani mida saa 6 ndio muda yani kumechangamka, lakini huyo rafiki yake Kiberiti anasema mimi kesho naenda kazini. Sasa kama unaenda kazini kwa nini ulinialika? Like seriously. So Maya akamwambia okay, kwa sababu kuna watu wengine ambao tuko nao hapa. Kwa hiyo kama unataka uende nyumbani, ngoja nikuitie usafiri ukupeleke nyumbani. Akasema hapana, tumekuja wote, tuondoke wote, tumekuja wote. And by the way, yule bodaboda wetu anatusubiri.
kwa sababu Kiberiti alikuwa amewasiliana naye kwamba atawachukua tena atawarudisha nyumbani. So Maya akawa amekasirika, lakini akasema okay fine, twende nyumbani. So yule bodaboda akawa amepigia simu, akawa amekuja kuwafuata. Alipokuja akawabeba. Sasa kama nilivyowaambia, Maya anaishi mbele kidogo, alafu huyu Kiberiti anaishi nyuma. Walipofika kwa kina Kiberiti, bodaboda yule akawa amesimama akasema, "Oh, bodaboda yangu haiwezi kwenda tunakoenda kwa sababu mafuta yamenishia." Akawa anatoa sababu, yani akamshusha Maya. So Maya akasema, "Bado sijafika nyumbani na nilitaka kuchukua Uber, lakini rafiki yangu alinikataza kwa sababu alisema na bodaboda wake ambaye tutamlipa nusu ndio atatupeleka mpaka nyumbani. Lakini tumefika katikati ya barabara na ni usiku sana." Akawa anasema eti hawezi kumpeleka mpaka nyumbani. So Maya akawa ameona okay it's fine, akaanza kutembea. Anasema ile anatembea anaangalia nyuma, huyu rafiki yake Maya Kiberiti pamoja na bodaboda wamesimama kule nyuma wanamwangalia Maya. Alipotembea mpaka anafika kwenye geti lao, anataka afungue mlango maana walikuwa hawajafunga kwa sababu walikuwa wanajua ameenda club atarudi usiku. Amefika tu pale, wakatokea wakaka watano pembeni ya ukuta wao. It means kwamba wale wakaka walikuwa wamekaa pale wanamsubiri Maya afike. So alipofika wale wakaka wakaanza kumwambia wao, leta pochi, leta simu, leta nini. Ndio hivyochukua simu, wakaomba password ya benki, wakaomba password ya M-Pesa. Maya anasema baada ya kuona wale wakaka wanataka wachukue hadi hela kwenye benki yake, akawa anataka afight nao kidogo ili at least labda anaweza kubahatika kupata vitu vyake. Anasema ile anagombana nao, wale wakaka wakamwambia tutakupiga mapanga, wakatoa mapanga wakaanza kutaka kumpiga. So akawa anapiga kelele, then baadaye kuna kaka alikuwa pembeni huko ndo akawa amesikia amemkimbilia ili kumsaidia na akaanza kupiga kelele ili watu watoke. Lakini huwezi amini huyu rafiki yake na bodaboda walikuwa wamesimama mbele kule, wanamuona kabisa mwenzao yuko anapigwa na waizi, lakini hawafanyi kitu chochote. Wale waizi baada ya kusikia kelele watu wanapiga, and then watu wanaanza kutoka wengi, wakawa wamekimbia na hizo simu ya Maya, wamekimbia na pochi. Hapo tayari washachukua hela zote M-Pesa, wamechukua hela zote benki, yani wamemwacha Maya mtupu. Na rafiki yake huyo sasa Kiberiti ndo akajifanya baada ya kuona watu wanatoka, akajifanya oh huyo ni rafiki yangu, that is my friends nini. Basi watu wakawa wamepiga simu, wameita polisi maana Maya alikuwa amepigwa sana nao waizi. Maya anasema kufika polisi wakawa wamejaribu kutrack simu yake maana alikuwa na iPhone, alikuwa na Samsung na pochi yake pamoja na hela. Sasa katika kutrack, Maya anasema simu ilikuwa inaonyesha location ya nyumbani kwa rafiki yake. So it means aliyepanga mpango wote wao ni rafiki yake. Maya anasema baada ya kujua hivyo ni rafiki yake alimfanyia hicho kitu, akawa amefuta kesi, akasema hamna shida, nitadilai mwenyewe. Anasema tu kwamba kuna siku tu atakuja kumlipizia rafiki yake alichomfanyia, lakini from now hataki kabisa kusikia kitu kinaitwa marafiki. Kitu cha mwisho alichotumia familia yake kabla ya kufa ilikuwa ni picha hapo, aliandika huyu mtu ananifuata. Jina lake aliitwa Ana Karina Blanco, alikuwa na miaka 15 na alitokea kwenye kijiji kidogo kilikuwa kinaitwa Kachira kule Colombia. So Ana alikuwa ni mwanafunzi very clever, lakini pia alikuwa na ndoto kubwa za kuja kuwa mwanasaikolojia siku moja. Ana na familia yake walikuwa wanaishi mbali kidogo na barabara. Kwa hiyo inamlazimu Ana kila siku asubuhi atembee karibia dakika 45 kwenda kupanda basi la shule. Na hii siku ya tarehe 3 mwezi wa 5 mwaka 2022 ilikuwa kama siku zingine. Ana aliamka akajiandaa kwenda shule. Akiwa njiani ilikuwa saa 11:30 asubuhi. Aligundua kuna mtu anamfuata nyuma. Alijaribu kutembea taratibu, mtu anatembea taratibu. Akitembea haraka huyo mtu pia anaongeza mwendo. Kwa alichoamua kufanya, akatoa simu yake, akampiga picha, akatumia familia yake, mmoja wa cousins wake, akaandika kwamba huyo mtu ananifuata. Baada ya kutuma hiyo message, hakuna mtu alimuona tena Ana. Sio shuleni hakufika, wala nyumbani walijaribu kumtafuta kwa kupitia simu lakini hawakumpata. Kwa ule wasiwasi pamoja na ile SMS ikawafanya wazazi wa Ana wainuke waanze kumtafuta mtoto wao. Ile picha ilisambazwa kwa watu kadhaa, na kwa sababu kilikuwa ni kijiji kidogo, kwa hiyo watu wakawa wamepata taarifa mapema, watu wakawa wameungana kwanza kumtafuta Ana yuko wapi. Lakini pia ile picha ilikuwa inasambazwa kwa watu in case kama kuna mtu amemuona mtu anayefanana na hivyo. Kwa picha ikawa inasambaa huku watu wanaendelea kumtafuta Ana. Baadaye kuna mtu akawa amesema kwamba hii picha ya mtu inafanana na mtu ambaye alikutana naye akiwa amevaa nguo
kuloa damu. Huyo kaka anasema alimuona huyo kaka amekuja na hizo nguo zimeloa damu, then baadaye akazitoa, akaanza kujaribu kuzifuta kutoa hiyo damu kabla shift yake haijaanza. So familia yana baada ya kusikia hivyo akaamua kufuata hiyo sehemu ambayo huyo kaka anasema alimuona huyo kaka. Kufika kule wakamkuta kweli amevaa zile nguo ambazo zilionekana kwenye picha. So akaanza kumuuliza maswali kwamba ulikuwa wapi asubuhi, umefanya nini asubuhi? Mwanzoni alikuwa yupo kimya, alikuwa hasemi chochote, lakini baada ya watu kuanza kukusanyika, kundi likawa kubwa, ikabidi tu confess kwamba asubuhi ndio alikutana na huyu mwanafunzi anaelekea shule, akamfuata, baadaye akamlawiti, alafu akamchoma kisu, akamtupia kwenye mto. Baada ya kusikia hivyo, baadhi ya watu wakawa wamekimbilia kwenda kutafuta mwili wa Anna. Inawezekana labda huo mto umepeleka mwili wake mbali, na sema ambao huyu baba anasema alikuwa ameutupa mwili. Lakini wengine wananchi wenye hasira kali wakaanza kumpiga huyu mkaka. Sio mkaka, ni mbaba, kwa sababu jina lake alikuwa anaitwa Alexander na alikuwa na miaka 55. Katika purukushani za kumpiga, wakawa wametokea polisi kumuokoa. Kwa wakawa wamemchukua, wametaka kwenda naye kituo cha polisi. Lakini wanakijiji wakawa wameweka bonge la lori, wameziba njia ya polisi kwamba hatutaki huyu mtu aende afike polisi, mshusheni, la sivyo tutachoma gari yenu. So polisi kwa sababu walikuwa wachache na wananchi walikuwa ni wengi, wakawa wameshindwa nguvu. Wakamchukua Alexander, wakawa wanampiga, wanamrushia mawe, wengine wanamrushia mafimbo, yani kila mtu anachokitaka kufanya alikifanya. Na wakati huo mwili wa Anna ukawa umepatikana, na anaonekana kabisa alifanyiwa kitendo cha ulawiti, lakini pia alichomwa visu viwili kifuani na pamoja chini ya kidevu. So wakawa wamechukua mwili wamepeleka nyumbani, lakini pia Alexander huku akawa amepigwa mpaka amefariki. Msiba wa Anna ulikuwa tarehe 6 mwezi wa 5, lakini pia hii issue ilifanya watu wengi wakusanyike, yani ilikuwa ni story ambayo ilisambaa sana. Wanafunzi wakaanza kuandamana wakidai kwamba wanaomba serikali iwasaidie magari ya kwenda shuleni kwa watu ambao wanakaa mbali na hawawezi kuwa na mtu ambaye atakuwa anawasindikiza kila siku asubuhi kuwahi shule. Serikali pamoja na polisi ilipinga sana hiki kitendo cha wananchi kuchukua sheria kwenye mikono yao na kumuua mtu ambaye alikuwa amemuua huyu mwanafunzi. Wakaamua kumfunga baba yake Anna, wakisema yeye ndo alikuwa amehusika na kumpiga huyu Alexander na fimbo ya mwisho ambayo ndio ilisababisha kifo chake. Wananchi walikasirishwa sana na hichi kitendo cha polisi kumkamata babake Anna, kwa sababu alikuwa ni baba ambaye anapitia hali ngumu, mtoto wake amefariki kwa mazingira yani ya ajabu. Lakini pia serikali yao ilikuwa inafahamika kwa kuchukulia hizi kesi hizi simple. Lakini pia polisi ilikuwa inasema kwamba watu hawakutakiwa kuchukua maamuzi kwenye mikono yao wenyewe. So ndio hivyo, babake Anna akawa amefungwa, mtoto wake amefariki, na yule ambaye alimfanyia hicho kitendo naye akawa amefariki. Unahisi hawa wananchi walifanya maamuzi sahihi au angeacha tu serikali ifanye kazi yake? Huyu dada anasema amefall in love na mbwa wake na hajui cha kufanya. Tutaona mengi sana hii dunia. So ngoja tumite mwenye story Salima. Salima ni msichana wa miaka 24 kutoka Nigeria. Anasema yeye maisha yake yalikuwa magumu sana. Familia yao haina pesa. Alienda chuo akamaliza, bado akawa na struggle. Lakini alikuwa na yule rafiki yake ambaye yani maisha yake yalikuwa mazuri, na alikuwa anamuona tu yani pesa anazo lakini hajui anafanya kitu gani. So kuna siku kama amemfuata rafiki yake akamwambia, bwana naomba unipe siri ya unapata wapi pesa. Rafiki yake akawa anamzungusha, lakini baadaye akamwambia ukweli. Akamwambia, bwana kama unataka hii siri na uko tayari kujiuza, mimi niko tayari kukuonyesha. So Salima akasema okay, nionyeshe kwa sababu unaonekana na maisha mazuri na nini. Rafiki yake akamwambia ukweli kwamba yeye anaendaka kujiuza club ambako huko ndo anakutana na watu ambao wana hela, lakini waga na request za ajabu. Anaweza akakutana na mtu akalala naye au akampeleka kwa mbwa wake alale naye. Huyu Salima akasema mimi niko tayari as long as hakuna shida wewe unafanya and na kuona uko sawa tu. Akasema okay basi. Rafiki yake akampeleka Salima kwenye club ambayo woga anajiuza. Ndio alipofika akakutana na huyo baba ambaye alimpenda. So huyo baba na Salima wakawa wamekubaliana kwamba watapeana $1,000,000 baada ya kwenda kulala pamoja. Salima akashtuka kwanza kwa sababu hiyo hela yeye mwenyewe hajawahi kuishika hivi kwa pamoja. So wakawa wamekubali. Walipofika nyumbani kwa huyo baba akasema hautalala na mimi, akampeleka kwa mbwa wake.
Salima alikuwa anaogopa, lakini baadaye akaamua tu okay, kwa milioni 1 ngoja tu nifanye. Kwa hiyo akawa amelala na huyo mbwa. Anasema sijui ilikuwa ni trauma au kuna kitu ambacho kilitokea alipolala na yule mbwa, kwa sababu alipotoka pale akawa hatamani tena kulala na mtu mwingine, anatamani kulala na mbwa tu. So akatumia hela ambayo alipewa ile kwenda kununua mbwa wake personal, and akawa analala na huyo mbwa ambaye amemnunua nyumbani kwake. Lakini anasema baada ya kufanya hivyo muda mrefu akawa amepata UTI ambayo ilikuwa haitibiki. Kaenda hospitali, katumia kila aina dawa, yaani kafanya kila kitu, lakini alikuwa hapati nafuu. Baadaye kajitibia mpaka ikafika point yani anatoa harufu, anashindwa hata kutoka nyumbani kwake. Ikabidi auze huyo mbwa ili aendelee kutafuta matibabu. Lakini anasema pamoja na kuugua kote huko, pamoja na kuuza mbwa wake, amejikuta anampenda na hajui afanye nini. Anasema sasa hivi hata kutoka nje anashindwa, kwa sababu yani anatoa harufu ya ajabu, na hiyo UTI ni kali kiasi kwamba yani mpaka ngozi yake imeanza kama kuoza. Lakini bado anatamani kulala na mbwa. So, akaja kwenye social media kuomba ushauri kwa watu, like hajui afanye nini, hajui kama ni akili zake au kuna kitu kilitokea alipolala na huyo mbwa. Anaomba ushauri kwa watu.